Haleluya. Tumekuja kumtukuza Yesu mahali hapa, maana hatuna Mungu mwingine zaidi yake. Yes. Jesus. Makofi, twende makofi. Siwa. Wow. Ali
mbele za Mungu, tunaenda kumwabudu Bwana. Asante Yesu. Tunaenda kumwabudu Bwana. Ninapenda ni kuabudu Jesus. Napenda ni kuabudu Bwana. Ninapenda ni kuabudu Bwana. Siku zote ni kuabudu Bwana. Ninapenda ni kuabudu Bwana. Siku zote ni kuabudu Bwana. Ninapenda ni kuabudu Bwana wangu. Siku zote ni kuabudu peke yako Bwana. Ninapenda ni kuabudu Bwana wangu. Siku zote ni kuabudu Mfalme mwema Bwana. Ninapenda ni kuabudu Mwokozi wangu Bwana. Siku zote ni kuabudu Mfalme mwema Bwana. Ninapenda mimi, ninapenda ni kuabudu, ninapenda Mwokozi wangu. Siku zote za maisha yangu Mfalme mwema ninapenda ni kuabudu Bwana. Siku zote ni kuabudu Bwana. Ninapenda ni kuabudu Yesu Bwana. Siku zote ni kuabudu Mfalme mwema. Ninapenda ni kuabudu wewe, uko peke yako Yesu. Wa kuabudiwa ni wewe tu, sitamani mwingine Bwana.
Usitupite Mungu aliye juu sana kwa ajili ya siku ya leo, ikiwa ni siku yetu ya 4 ya semina uliyokwenda kutupa mahali hapa. Usitupite Mungu aliye hai. Unapozuru wengine, unapowagusa wengine, unapowatembelea wengine, na sisi usitupite, tupo mahali hapa. Bwana, usitupite Mungu aliye hai, tuko mahali hapa. Unapowatembelea wengine, unapowazuru wengine, unapowasaidia wengine, unapowapa hatua wengine, unapowawezesha wengine, unapowavusha wengine, unapowaimarisha wengine, unapoachilia maarifa kwa wengine, usitupite Bwana, tuko mahali hapa. Usitupite Mungu aliye hai. Usitupite, tuko mbele ya madhabahu yako Bwana. Usitupite Mungu aliye hai. Katika jina la Yesu, katika damu ya mwana kondoo aliye hai, tunajiachilia kwako, tunajikabidhi kwako. Asante Bwana Yesu, kwa sababu wewe uko pamoja nasi, na kwa sababu hiyo Bwana utatudumia, kwa utukufu wa jina la Yesu. Amen. Naomba ukae. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Haleluya. Haleluya. Msalimie jirani yako, mwambie na kusalimu katika jina la Bwana. Wasalimie 2 watatu, mwambie hongera kwa ajili ya kufika. Msalimie tu, msalimie 2 watatu, mwambie hongera. Leo ni siku yetu tulikuwa na siku ya maombi. Tutumia kwa muda mrefu kwa ajili ya maombi. Kichwa cha somo ambacho Mungu ametupa kinasema toba, maombi na urejesho. Toba, maombi na urejesho. Na kitabu ambacho Mungu ametupa ni kile kitabu cha Ezekieli mlango wa 36, ule mstari wa 26 na ule mstari wa 27. Leo ikiwa ni siku yetu ya 4 mahali hapa ambapo Mungu ametupa. Kwa hiyo kile kitabu cha Ezekieli mlango wa 36 ule mstari wa 26, tasoma na ule mstari wa 27, lakini nitaruka, nitaenda kusoma mstari wa 36, mstari wa 36. Na mimi nataka nisome ule mstari wa 36. Ezekieli mlango ule wa 36 mstari wa 26 na wa 27. Aftaruka tutaenda kusoma ule mstari wa 36, lakini leo nataka nisome ule mstari wa 36. Mahali hapo neno la Mungu limehifadhiwa hivi: ndipo mataifa waliobaki karibu yenu pande zote watajua ya kuwa mimi Bwana nimejenga mahali palipoharibika, nami nimepanda mbegu katika nchi iliyokuwa ukiwa. Mimi Bwana nimesema hayo, tena nitayatenda. Mimi Bwana nimeyasema hayo, tena nitayatenda. Na jana tulikuwa tunaangalia maombi ya toba, kwamba roho ya toba na maombi inapokuwa imeachiliwa ndani ya mtu inaleta uponyaji. Uponyaji kwa ajili yako, uponyaji kwa ajili ya taifa, lakini uponyaji kwa ajili ya kanisa. Kwa hiyo hii roho ya toba inapokuwa inaachiliwa, inapita kwenye maeneo hayo yote makuu matatu. Inahusika na uponyaji kwa ajili ya mtu, inahusika na uponyaji kwa ajili ya taifa, lakini inahusika na uponyaji kwa ajili ya kanisa. Na nikakwambia hiyo roho ya toba na maombi inapokuwa imeachiliwa ndani ya mtu, inamfanya mtu awe na maisha ya maombi, awe na maisha ya maombi. Na hii roho ya toba na maombi ikitengeneza hiyo tabia kwenye maisha ya mtu,
akawa na tabia ya maombi, ikawa ni sehemu ya maisha yake. Ile roho ya toba inaweza ikagawanya watu wakawa kwenye makundi matano ya waombaji. Kwa hiyo jana tukaangalia waombaji wa aina 5. Tunao waombaji wa aina 5. Aina ya kwanza ya waombaji nilisema ni waombaji, kwambia leo ni maombi, kwa hiyo nisikilize vizuri. Aina ya kwanza ya waombaji nilisema ni waombaji wanaotakiwa kuomba vitu vipya vizaliwe. Aina ya kwanza ya waombaji ni wale waombaji ambao Mungu ameweka mzigo ndani yao, na kazi yao kubwa ni kuomba ili vitu vipya vizaliwe. Na hivi vitu vipya vinapozaliwa ni kwa ajili ya kumsaidia yeye mwenyewe, kwa ajili ya kulisaidia kanisa, na kwa ajili ya kusaidia taifa. Biblia kwenye kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza ule mlango wa 12 ameeleza, ukianzia mstari wa kwanza ukasoma mpaka ule mstari wa 12 au na kuendelea mpaka mwishoni, anaeleza juu ya karama, anaeleza juu ya huduma, anaeleza juu ya vipawa. Anasema basi pana tofauti ya karama, bali Roho ni yeye yule. Pia pana tofauti ya huduma, bali Bwana ni yeye yule. Tena pana tofauti ya karama ya utendaji kazi, lakini Roho ni yeye yule. Alafu anasema lakini hivi vyote Mungu humgawia mtu kwa kadri apendavyo yeye. Kwa lugha nyingine, kwa kadri anavyotaka yeye huwagawia kwa kadri anavyotaka yeye. Kwa hiyo utaona ndani ya kanisa zipo hizo huduma. Kuna huduma ya uchungaji, kuna huduma ya uinjilisti, kuna huduma ya mwalimu, kuna huduma ya mitume, alafu kuna huduma ya manabii. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Na Biblia inasema kanisa limejengwa katika hiyo misingi. Anasema misingi ya mitume na manabii. Kwa hiyo kanisa limejengwa, kanisa linatakiwa liwe na huduma hizo zote 5 ili kanisa listawi. Haleluya. 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 Tukitafuta huduma ya walimu tuipate kanisani. Tukitafuta huduma ya mitume tuipate kanisani. Tukitafuta huduma ya wainjilisti tuipate kanisani. Tukitafuta huduma ya kichungaji tuipate kanisani. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Alafu angalia kilichoendelea pale. Akaendelea akaanza kueleza kwa habari ya karama ya maongozo. Wenyewe Mungu amewapa nafasi kwa ajili ya kuongoza tu, ana karama ya kuongoza watu. Wengine ameweka karama ya kupambanua lugha, wakati wengine wananena kwa lugha kama ni swala linalohusiana na kanisa. Wanaomba kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya jambo fulani, wana agenda fulani kwa ajili ya kanisa. Wanakuwepo watu wengine Mungu ameachilia neema ya kujua ya kwamba ananena kitu gani kwa ajili ya kanisa. Wengine ameweka karama za imani, Mungu ameziweka ndani yao. Karama ya imani imekaa kule ndani. Wengine ameweka hiyo karama ya imani imekaa kule ndani. Wengine ameweka karama kule ndani, wengine tu ya kuimba, wengine ya kuomba, imekaa kule ndani. Wengine neno la maarifa. Mnaweza mkagombana nyinyi, akija mtu akizungumza neno moja tu, kila mtu anasema yes, ili ndio neno. Ni huduma ambayo Mungu, ni karama ambayo Mungu ameweka ndani yake. Mnaweza mkagombana hapo, akaja kila mtu anayeweza kutatua, lakini kwenye hilo eneo mpaka Mungu amnyanyue mtu ambaye ndani yake ameweka neno la hekima, neno la maarifa. Atakaposema wale watu wameshapatana. Wengine hata mseme atakao wanaangalia tu namna hii. Sasa sikiliza. Utendaji wake kazi kule ndani unaanza kufanya kazi kwa namna ya tofauti. Sasa nikakwambia
Sasa wengine wanapokuwepo ndani ya kanisa, hawa waombaji wanaitwa wazalishaji, wanahakikisha vivyo vitu vinazaliwa ndani ya kanisa. Yani kazi yao wakikaa kwenye maombi wanasema, Bwana, kuna mahali tunaona kuna vitu havijakaa sawa sawa, tunaomba Bwana vizaliwe hivyo vitu. Na wakianza kuomba namna hiyo, wewe huwezi kujua Mungu atachomoa wapi. Atachomoa popote anapopataka. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Unaweza kushangaa kuna mtu alikuwa mzinzi, haeleweki kabisa, ghafla amenyanyuka, ameokoka, alafu baada hapo ameanza kutembea vizuri kuliko hata wewe uliokaa miaka karibia 30 kwenye wokovu. Hafu kila mtu anashangaa, ase huyu ameanza saa ngapi? Kuna watu wanaita waombaji wazalishaji. Wamekaa mahali wanataka kuona kuna vitu vinazaliwa. Anasema hapana, vijana wetu wamekaa vizuri lakini wamekosa ushauri. Mungu, tunaomba inua watu ambao watakaa na vijana, watakaposema nao waelewe. Wanakaa ndani, Mungu inua, Mungu inua, Mungu inua. Ghafla wananyanyuka watu wanasema, mimi nitakuwa mlezi wenu. Na ni kweli, ukiangalia wanasema, yes, huyu kweli ni mlezi. Kuna watu wamekaa mahali wanaomba, Mungu zalisha. Ile kwaya iko vizuri sana, wale watu wako vizuri, ila sasa mambo yao hayajakaa sawa sawa. Mungu, tunaomba nyanyua mtu ambaye atakapoanza kusema nao apate kibali kwenye mioyo yao. Maana akipata kibali kwenye mioyo yao, na maisha yatabadilika, na tabia na mienendo nayo itabadilika, kwa sababu amepata kibali kwenye mioyo yao. Hasa lazima wapatikane watu ambao ndani yake Mungu amewafanya waombaji, lakini kazi yao wao, yani kazi yao wao wanaangalia kwamba kuna kitu kina misi ndani ya kanisa. Kuna kitu hakijakaa sawa sawa. Hapana. Kwenye ile ndoa kuna kitu hakijakaa sawa sawa. Kwenye hii familia kuna kitu hakijakaa sawa sawa. Bwana, hatuna kiongozi, tunajiongoza tu tunaenda. Hakuna hata mtu mwenye mwelekeo. Mungu akiachilia moja wapo mzigo wa maombi, asa Mungu, zalisha hata moja. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Hata kwenye vikundi vya maombi, sio wote tuna hekima, wengine hatuna hekima. Usifikiri kwa sababu anaomba ndio anaweza kawa na hekima, sio wote. Wengine hata ukikaa naye, hata ukienda naye kwenye kikao mpaka unawaza, yani mkienda mpaka kwenye kikao inabidi ukae naye karibu. Maana huyu jamaa akianza kuropoka mnatia aibu wote. Kwa hiyo inabidi mguu mwingine unausogeza karibu kidogo namna sawa. Akitaka kuongea unamminya, oya nyamaza. Acha bana, nyamaza. Unafinya na usiongee. Nyamaza kwanza, subiri. Mwangalie jirani yako. Muulize, wanakanyagaga na wewe? Tena ongea sio tu wanakanyaga, wengine wanafinya na kufinya. Acha bana, acha usiongee. Kanyaga kabisa, akiona wewe anafinya na kunyamaza. Afana kuangalia amekasirika. Maana unajua huyu jamaa akizungumza hapa, mazingira yote yameshabadilika. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hawa wanaitwa waombaji wazalishaji. Na hapa lazima, hata kama unaongoza kundi fulani, lazima ujue. Jambo la pili, nikamwambia waombaji wazalishaji ambao ambao mpaka wakione kitu. Hii aina ya pili ni waombaji wale wazalishaji, lakini wao kazi yao mpaka wakione kitu, ya kwamba yule alikuwa na kitu fulani lakini kile kitu kimekufa. Kazi yao wanaomba Mungu akifufue kwa upya. Ndio maana wewe ukipotea, wengine hata hawana hata mpango na wewe, watakuchekea tu. Lakini kuna wengine unapopotea, Mungu anaweka mzigo ndani yao, wataomba mpaka unarudi. Mungu amewapa hicho kitu ndani yao. Anajua kabisa, mama fulani alikuwa na kitu fulani, baba fulani alikuwa na kitu fulani, binti fulani alikuwa na kitu fulani. Jamani, pale mahali palikuwa pana kitu fulani, lakini sasa hivi hatukione. Tunaona kama kimefukiwa, tunaona kama kimepigwa chini, tunaona kama hakinyanyuki tena. Wakishajua namna hiyo, wanaenda kwenye maombi, wanasema, Bwana, fufua kile kitu kilichokuwa kimefukiwa. Hatujui nani amefukia, saa ngapi, muda gani, lakini Bwana kinyanyue tena. Wewe hujaona kuona wengine watumishi wa Mungu, au binti alikuwa mzuri, maisha yake alikuwa mazuri kabisa, alikuwa anamtumikia Mungu, ghafla amepotea, ameingia huko mpaka kila mtu anashangaa. Halafu kuna watu wamekaa mahali wanaomba, Bwana mrejeshe, Bwana rudisha kile kitu ndani, Bwana kinyanyue tena. Halafu saa amerudi, wale kazi yao wao wamemaliza. Tena huwezi kuona wanaendelea kuomba. Watarudi wasema, Baba tunakushukuru. Wanaanza kutafuta kingine tena kilichopotea. Mwangalie jirani yako, mwambie hawatakutupa wote. Mwambie hawatakutupa wote. Alafu mwambie hawatakuacha wote.
Alafu mwambie hawatakukimbia wote. Anawekaga hata wasiri wa kukusaidia. Akimbiagi moja kwa moja. Unafikiri watakuacha wote? Hata kama rafiki yako atakuacha, usipate shida. Mungu atasogeza mwingine. Hata kama naye atakimbia, wewe usipate shida. Kuna watu Mungu anawaandaga kimya kimya, wataomba. Hata mwenyewe anawaza kwamba hivi mimi mbona nilishapotea, hivi nimerudia. Utasikia, jamani mimi namshukuru Mungu, Mungu amenirudisha. Wale waombaji ambao walikiona kitu kikafa, ndani yao wanakonyezana sema, tunamshukuru Mungu amemrudisha huyu binti, amemrudisha huyu baba, amemrudisha huyu mama, amerudisha hii familia tena. Mungu tunakushukuru. Wakati mengine yamekasirika, angalia yamerudi tena, yamepatana tena. Wale wazazi wasema, baba asante, umemrudisha baba fulani kwenye ndoa yake, umemrudisha mama alikuwa amekimbia leo amerudi. Baba ninakushukuru. Waache wakae kwenye hiyo nafasi. Ndicho kitu Mungu alichowapa ndani. Wanaweza wakaona unagombana wakafurahi sana, lakini hawa waombaji ambao wanajua mwenendo wako na tabia yako ilivyokuwa, wakishaona hicho kitu wanarudi kwenye magoti mbele za Bwana. Mungu tunamfahamu yule dada, tunaifahamu ile familia, tunamfahamu yule mtumishi, tunaifahamu kazi yake. Mungu leo amerudi nyuma. Tunaomba Bwana mfuatilie, fufua tena kile kitu ndani, kiinue tena kile kitu ndani. Wakiona ameanza kuja kanisani hata mara moja, wanaweza wasikwambie, wanakuja tu wanasema tumefurahi sana kukuona, alafu ameondoka. Akienda mbele za Bwana, baba ninakushukuru, hata hatua tu ya kuanza kurudi kanisani, baba asante. Kesho tena amerudi, baadaye unashangaa ameamua kujikabidhi moja kwa moja. Kuna watu Mungu amewafungia hicho kitu ndani yao. Na ukiona hivyo ndani yako, kaa kwenye hiyo nafasi. Kaa kwenye hiyo nafasi. Waombaji watatu. Nikasema waombaji watunzaji au walinzi. Kazi yao ni kulinda. Unaelewa kazi yao ya waombaji watunzaji au walinzi? Kazi yao ni kulinda vile ambavyo Mungu ameviachilia visipotee. Hivi si unajua kuna maeneo mengine watu wanaweza kawa wanaomba karama na vipawa, Mungu avinyanyue. Si unajua? Si unajua? Si unajua? Wanaweza hata kanisa zima limesema jamani tuombe Mungu anyanyue vipawa na karama. Wakaomba, wakafunga na kuomba. Alafu saa vitakapoanza kunyanyuka, unashangaa tena inaanza kufanya nini? Yani kama nguruwe anazaa vitoto, alafu kesho anageuka anaanza kufanya nini? Anaanza kufanya nini? Anaanza kula. Kumbe tutakiwa baada ya pale tumuombe Mungu atusaidie namna gani kuvilea ili viendelee kwenye njia ambayo Mungu anataka. Tasikia baadaye huyu naye anaomba sana. Yani amesahau alikuwa na Mungu tuinulie watu waombaji. Wakianza kuomba anaomba sana, anatukela sana. Yani kila kitu akifika tuombe. Ukishaona hivyo, hilo ni bomu tayari ulilonalo karibu, kanalo mbali. Yule aliyekuwa anapenda maombi, leo maombi anaona kama uchafu. Hawa wanaitwa waombaji, watunzaji au walinzi. Wanalinda kile ambacho Mungu amekiachilia. Wanaomba usiku na mchana, Baba linda hiki kitu kisitoke. Angalia aina ya nne ya waombaji. Waombaji wanaotaka matokeo au mabadiliko ya papo kwa papo. Ni kundi lingine na waombaji. Yeye amejua kuna watu wameomba vitu vimezaliwa, vingine vilikuwa vinaonekana vimekufa, vimenyanyuliwa, wengine vimelindwa. Wako waombaji wengine wanataka kuona matokeo. Takuona vitu vinatokea. Sasa angalia, hawa waombaji wote hawa wakikaa pamoja wakianza kuomba, manake kila mtu ana mlaba wake. Manake vinavyotakiwa kuzaliwa vitazaliwa, vilivyokuwa vimekufa vitanyanyuliwa, vinavyotakiwa kulinda vitalindwa, vinavyotakiwa kuonyesha matokeo vitaonyesha matokeo. Baada ya hapo tukuta kanisa linatembea namna hii. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Na aina ya tano ya waombaji ni kwambia waombaji waombolezaji. Waombaji waombolezaji. Waombaji waombolezaji. Moja, nilikwambia hawa watu wanadai rehema na msamaha kwa Mungu kwa ajili ya watu wake. Waombolezaji anaomba tu. Anaomba. Wanaomba Mungu rehemu. Mungu rehemu. Mungu samehe. Mungu takasa. Sio mara moja. Yani ndicho kitu Mungu alichoweka ndani yake.
Iwe ni kwa ajili ya kanisa, ataomboleza. Anapoona kuna mambo yanaenda vibaya, ataomboleza. Mungu, ninaomba rehema, ninaomba toba, ili wingu lako lisitoke, ili wema wako usitoke, fadhili zako zisiondoke. Hawa wanaomboleza, cha kwanza wanadai rehema na msamaha kwa Mungu kwa ajili ya watu wake. La pili, wanaomba ili uovu na dhambi, wanaomba kwa ajili ya uovu na dhambi zinazoendelea wakati huu. Mungu apate kuondoa uovu na dhambi zinazoendelea kwa wakati huu. Akiliangalia kanisa, kuna mambo yanaendelea mabaya sana. Wengine wanacheka, yeye ndani anaugua. Ataomboleza. Akisikia kuna mambo mabaya ndani ya kanisa, atakaa mahali ataomboleza. Anaambia Mungu, kwa nini anaomboleza? Hataki ule utukufu ambao Mungu alikuwa ameuachilia usije ukaondoka. Jambo la tatu, hao waombaji waombolezaji wanaomba kwa ajili ya ule uovu uliotendwa na umeachwa hapo. Wao waliotenda huo uovu hawapo, lakini madhara yake bado yanaishi. Yaani kama madhara, kuna mahali fulani kanisa linapita, kuna mahali fulani taifa linapita, kuna mahali fulani familia inapita. Unajua haya mambo yanaendelea kwa sababu ya maovu mbalimbali yaliyofanyika. Hawa waombolezaji kazi yao, wanaomba ili Mungu aingilie kati, yale madhara yaliyokuwepo na yenyewe yapate kuondoka. Wanamwombolezea Mungu. Lakini jambo la nne, hawa waombaji, kuna kitu cha hatari ambacho Mungu anakuwa amesema nao, kipo mbele yao au mbele ya kanisa au mbele ya taifa. Wanaona kibaya kinakuja. Hawa waombaji waombolezaji wataanza kumwombolezea Mungu ili Mungu agaili ile adhabu aliyotaka kuiachilia. Nashangaa tu unaendelea na uzinzi, afu wala ukimwi upati. Sasa usifikiri fashion. Unaendelea na uzinzi na ukimwi upati. Wewe unafikiri fashion. Unasema mimi mjanja sana. Hamna cha ujanja hapo. Saa nyingine kuna watu Mungu ameshawasemesha kwamba muombee huyu mtu, mahali anapopita ni pabaya sana. Muombee haya majanga asije akapita kwake, lakini muombee mwisho wa siku neema hii ifunuliwe kwake, arudi kwenye magoti mbele za Mungu. Wewe unaweza kufikiri fashion. Unaendelea kuchonganisha ndoa za watu. Wewe unafikiri fashion, lakini kuna watu Mungu ameshawasemesha muombee huyu, mbebe mbele ya madhabahu apate neema ya kugeuka, maana liko baya linalokuja mbele yake. Ndio unakuta watu wanafumaniwa. Kuna watu wanafumaniwa vitu vya ajabu ajabu. Lakini saa nyingine labda na alisikia kabisa Mungu anamwambia ondoka, 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 akawa kaidi. Lakini kama akipata neema watu wakaendelea kuomba, Mungu anaachilia neema, sema kuna hatari inakuja mbele yake, muombe. Atagalagala mbele za Mungu aliye hai mpaka yule mtu anatoka. Ni eneo lake. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Na kwa sababu hiyo hawa waombaji wote wanatakiwa waombe kwa ajili ya kanisa, lakini pia wanatakiwa waombe kwa ajili ya taifa lao. Hawa waombaji wanatakiwa waombe kwa ajili ya kanisa, lakini pia wanatakiwa waombe kwa ajili ya taifa lao. Ninaposema wanatakiwa waombe kwa ajili ya kanisa, ninamaanisha mwili wa Kristo. Popote pale ambapo watu wanalitaja jina la Mungu aliye hai katika roho na kweli, waombee mbele za Mungu aliye hai. Nasema liombe kanisa la Tanzania. Makaombea popote pale wanapolitia jina la Mungu aliye hai, waombee. Unawaombea wanana? Unawaombea watendakazi ndani ya shamba la Bwana. Kwa hiyo hata mimi na wewe tuwatenda kazi ndani ya shamba la nani? Unawaombea nini? Jambo la kwanza, unawaombea wakae katika mwito ambao Mungu amewapa, wasije wakatoka. Unawaombea mwito au wito ambao Mungu ameweka ndani yao, kae katika wito ambao Mungu ameweka. Jambo la pili, unawaombea nini? Agano lao na Mungu liendelee kuwa hai ndani yao, lisije likafa. Agano lao na Mungu liendelee kuwa hai, lisije likafa ndani yao. Unaombea viongozi wa makanisa, unajiombea wewe mwenyewe, agano lao na Mungu liendelee kuwa imara. Jambo la tatu,
Mungu awape nguvu za kusimama na kusema sawasawa na Mungu anavyotaka. Awape nguvu za kusimama, sio tu kusimama, na kusema vile Mungu anavyotaka. Wasipofishwe fahamu zao, akili zao, macho yao yasipofishwe. Fikra zao shetani asizipofishe, akili zao zisipofishwe, macho ya ndani, akili za ndani. Unawaombea nini? Waendelee kumjua Mungu aliyewaweka kwenye hizo nafasi. Waendelee kumjua Mungu, kwa sababu tunamjua Mungu kiwango kwa kiwango, tunamjua Mungu hatua kwa hatua, tunamjua Mungu siku baada ya siku. Na kwa sababu hiyo, ukijua unamjua Mungu siku baada ya siku, na maisha yako yatakuwa ya kiroho na ya kimwili pia. Jambo la 5, unawaombea nini? Unawaombea roho ya uchaji ikae ndani yao ili waendelee kumtafakari Mungu. Roho ya uchaji ikae ndani yao. Usiwache hivi, waombee roho ya uchaji ikae ndani yao. Roho iko mtu anaita maombi alafu yeye mwenyewe anakimbia maombi. Kwa nini? Roho ya uchaji haipo. Kama ni ndani ya kanisa, anaweza hata wakaitisha hata semina, wakakaa na baraza, wakatengeneza mpaka semina ipo, alafu wenyewe walioandaa wenyewe hawapo. Roho ya uchaji haipo. Unawaombea nini? Unaombea roho ya toba na neema. Roho ya toba na neema ikae ndani yao. Roho ya toba na neema ikae ndani yao. Roho ya toba na neema ikae ndani yao. Hii roho ya toba itawafanya kila siku wajione wanahitaji kusogea mbele za Mungu aliye hai. Wasiende kama jana, wala wasije wakatembea kama jana. Lakini pia unaombea nini? Unaombea hofu ya Mungu ikae ndani ya kanisa. Kuna hofu ya Mungu kukaa ndani ya watendakazi, alafu hofu ya Mungu kukaa ndani ya kanisa. Manake wote wajawe na hofu ya Mungu. Kuna mambo mengine ya ovyo yanaendelea kwa sababu tu watu hawana hofu ya Mungu. Kwenye familia, kwa mtu binafsi, kwa sababu hofu ya Mungu imetoweka. Kuna vitu vingine uhitaji hata kusema, lakini kwa sababu hofu ya Mungu haipo ndio changamoto. Unawaombea nini? Unawaombea wasikae kwenye michanganyo, wajue wametengwa na Mungu. Wasikae kwenye michanganyo. Kwa nini wasikae kwenye michanganyo? Kwa sababu wao wametengwa na Mungu kwa ajili ya kazi yake kabisa. Kile kitabu cha Samueli wa kwanza, Samueli wa kwanza mlango wa 2 ule mstari wa 22. Samueli wa kwanza mlango wa 2 na ule mstari wa 22. Mahali hapo panasomeka hivi. Naanzia kusoma mstari wa 22 mpaka ule mstari wa 26. Samueli wa kwanza, Samueli wa kwanza, Samueli wa kwanza mlango wa 2 mstari wa 22 mpaka mstari wa 26. Basi Eli alikuwa mzee sana, naye alisikia habari za mambo yote ambayo wanawe waliwatenda wa Israeli, na jinsi walivyolala na wanawake waliokuwa wakitumika mlangoni pa hema ya kukutania. Akawaambia, mbona mnatenda mambo kama hayo? Maana nasikia habari za matendo yenu mabaya, kwa kuwa hawa mabaya kwa watu hawa wote. Mstari wa 24. Sivyo hivyo wanangu, kwa maana habari hii ninayoisikia si habari njema. Mnawakosesha watu wa Bwana. Mtu mmoja akimkosa mwenzake, Mungu atamhukumu. Lakini mtu akimkosa Bwana, ni nani atakayemtetea? Ukimkosa ndugu yako, Biblia inasema Mungu atakuhukumu. Lakini kama mtu akimkosa Bwana, ni nani atakayemtetea? Kwa lugha nyingine, ni nani atakayemsaidia kama Bwana ameondoka kwenye maisha yake? Lakini hawakuisikia sauti ya baba yao,
kwa sababu Bwana amekusudia kuwaua. Imeshia mstari wa 25. Hawa ni watoto wa Eli waliokuwa wanatumika kwenye madhabahu ya Bwana. Hawa watoto kama walikuwa wanatumika kwenye madhabahu ya Bwana, maana yake walitengwa kwa ajili ya kazi ya Bwana. Alafu angalia, na kwa sababu wametengwa kwa sababu ya kazi ya Bwana, hawa watoto, kwa sababu roho ya hofu haipo ndani yao, roho ya toba haijakaa ndani yao, wakaanza kuzini na watu waliokuwa wanafanya nao kazi kwenye madhabahu ya Bwana. Watoto wa mzee Eli kuhani wanazini na watu wanaotumika nao madhabahuni. Mzee Eli anasema, wanangu, nimesikia habari zenu ni mbaya sana. Anasema mtu akimkosa ndugu yake Bwana atakuhukumu, lakini kama wewe ukimkosa Mungu, ukimkosa Bwana, nani atakaye kutetea? Kwa lugha nyingine alikuwa anadai roho ya toba iingie ndani yao, wapate nafasi ya kutubu. Lakini Biblia inasema wale watoto hawakusikia. Hao watoto pia walikuwa wanaiba sadaka. Hawa watoto walikuwa wanaiba sadaka za kutokoswa, zilizokuwa zinatokoswa. Walikuwa wanachukua walikuwa wanachopoa sadaka, wanaondoka nayo, wanakula. Eli anasema mnawakosesha watu na Mungu. Kwa lugha nyingine, wanaposimama Mungu anashindwa kujidhihirisha kwa sababu wamebeba uovu ndani yao, ishi ndani yao. Saa nyingine anataka amevaa mpaka sare kabisa ya kwamba huyu leo yuko zamu, lakini ndani yake maisha machafu ndani yake. Wangapi leo wengine wamekaa, wanaweza wakaa kabisa wanaimba, lakini na uzinzi umekaa ndani yake. Eli anawaambia mnawakosesha watu na Mungu aliye hai. Kwa lugha nyingine alikuwa anawaambia roho ya toba imeondoka ndani yenu. Maana mkiwa na roho ya toba hamtakimbia kwenye madhabahu ya Bwana. Wangesema hapana, leo tunaomba tusisimame, maana tunawakosesha watu na Mungu aliye hai. Ndio maana Agano la Kale Bwana, kuna vitu vingine vilikuwa vigumu sana. Ndio maana wanapoenda patakatifu, ndio maana walikuwa wanapewa zamu. Walikuwa hawaingii tu moja kwa moja. Unaambiwa wewe mwaka kwa mwaka fulani ni zamu yako kuingia patakatifu. Watu walikuwa wanajitakasa huko, wanatengeneza. Maana ulikuwa unabeba maombi ya watu wote kama kanisa, unabeba wote. Alafu wote wamekaa kama ulivyokaa. Yeye ndio anaingia patakatifu, wanafunga na kana mnyororo, siyo kamba, anaingia patakatifu huko kimya, kamba inaning'inia huko. Wakiona amekaa masaa mawili hamna, wanavuta. Wakivuta wakiona ametikisa namna hiyo, wanajua huyu jamaa bado yuko hai, anaendelea kutupatanisha. Maana ukiingia umejichanganya, wakivuta mguu wanavuta kama ulivyo, yani wewe ni maiti, wanabeba wanapeleka kuzika. Ndio maana saa hiyo kimshtukia mtu ghafla aisee nenda madhabahu, anasema nafahamu moto wa madhabahu. Leo watu wanasimama tu, uzinzi umejaa ndani, ulevi umejaa ndani, anasimama. Hii ni madhabahu ya Mungu, sio madhabahu ya kwako. Acha kuchafua madhabahu ya Bwana, acha kuiharibu madhabahu ya Bwana, tengeneza mambo yako. Haleluya, haleluya. Mwambie jirani yako tengeneza mambo yako. Mwambie tengeneza mambo yako. Acha uzinzi, acha tabia mbaya, unachafua madhabahu ya Mungu aliye hai. Wana wa Eli walisababisha Mungu ashindwe kuonekana kwao. Walikuwa wanazini na watu wanaofanya nao huduma. Ukienda kwenye kwaya, wengine wazizi. Nenda huku, wengine wazizi. Nenda huku, huyu baba anabeba mke wa watu, huyu mama naye anabeba mume wa watu. Chukua huyu binti naye haeleweki. Alafu kesho amekuja hapa mbele madam, hakuna kama we, unapotea. Lazima waombe hii roho ya toba ikae ndani yao, wasikie ndani yao kuhukumiwa wanapoona wamekosea. Na Biblia inasema wema wa Bwana watuvuta kwake ili tutubu. Hiyo toba imvute kwamba naenda kupatana na Mungu aliye hai. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Haleluya, haleluya. Ndio maana nakwambia tunatakiwa watu tuwaombe
roho ya toba ikae ndani yako, kwa sababu kuna wengine ni viongozi wanakufa na tai. Maisha ya kiroho yalikufa muda mrefu, anakazana na tai tu namna hii, tai anakufa na tai, yani ila mambo yake na Mungu yalishaharibika muda mrefu, anajikaza, amebakiwa tu na uongozi, lakini kweli Mungu aliye hai hayupo ndani. Roho ya toba ukimwombea ndani yake itamtafuta, atatafuta tu msaada, kama kwa wachungaji wenzake aende, kama kwa injilisti wenzake aende, kama kwa askofu aende, kama kwa wazee wa kanisa aende, akatengeneze. Hata mkikasirika sawa, mimi nimewaletea neno la Mungu, lipokee kama lilivyo. Usipowaombea hii roho ya toba, unaweza ukafikiri ni baba yako, kumbe alishapotezanaga na Mungu muda mrefu. Unapoiombea hiyo roho ya toba ikae ndani yake, na wenyewe wana protocol, kama kwa askofu ataenda kwa askofu, baba mimi nimekosea, niongoze tu sala ya toba. Watamalizana wao kwa wao. Wewe unapoomba utasikia tu ndani, huyu alishatengeneza, ya kale yamepita, tazama imekuwa mapya. Simama kwa miguu yako. Najua haya mambo magumu sana haya. Sasa unaogopa hata kuomba. Lakini uelewe hata unaomba kitu gani. Ombea hofu ya Mungu ikae ndani yao. Ombea hofu ya Mungu ikae ndani yao kabisa. Lakini unapoomba kwa ajili ya taifa, liombee na lenyewe. Kuna watu ambao wengine Mungu amewapa mzigo kwa ajili ya kuliombea taifa. Wanaliombea ni? Wanaomba toba na rehema. Mungu apate kurehemu. Mungu apate kurehemu. Mungu apate kurehemu. Mungu apate kurehemu. Kila mtu kuna mahali ambapo Mungu amempa nini anatakiwa kufanya. Kuna wengine watasikia mzigo wa kuomba kwa ajili ya taifa. Liombe taifa lako. Omba toba. Omba toba. Omba toba. Nyinyi mliopewa nafasi ya kuliombea taifa, Mungu hajanyamaza. Mungu yuko macho. Mungu hajanyamaza. Mungu yuko macho. Kusikia kuomba toba, omba toba. Achilia damu ya Yesu ipite kwa ajili ya kusamehe. Tunaomba toba ili uharibifu au madhara yaliyokuwepo yapate kuondoka. Tunaomba toba ili rehema za Mungu zipate kuja, na ili Mungu agaili kama kuna lolote baya. Tunaomba toba ili ilete mabadiliko katikati ya kanisa na katikati ya watu wake. Tunaomba toba ili ijulikane ya kwamba yeye ni Mungu aliye hai wala sio mwanadamu. Shika sadaka yako. Shika sadaka yako. Shika sadaka yako. Alipo Yesu yote yanawezekana. Alipo Yesu yanawezekana. Alipo Yesu. Alipo Yesu yote yanawezekana. Alipo Yesu yanawezekana. Alipo Yesu. Hiyo sadaka yako ambayo unaweka utashika, kwa sababu tunaingia kwenye maombi. Sikiliza kidogo. Sikia, kuweka sadaka huko ndani unayosukuma ndani yako kwa ajili ya haya maombi ni muhimu sana. Usiweke tu, usitoe tu kwa mazoea. Sikia ndani yako kuna kitu Mungu anakusukuma ndani yako, fanya vile unavyosikia. Fanya vile unavyosikia. Fanya vile unavyosikia. Roho ya toba na neema Mungu aiachilie kwako. Si kutoa sadaka nzuri inayopendeza Mungu, toa vile unavyosikia ndani yako. Maana haya ni maombi kwa ajili ya taifa, ni maombi kwa ajili ya kanisa, lakini ni maombi kwa ajili yako pia. Ukisikia uko ndani yako, fanya vile unavyosikia ndani. Alafu mkishamaliza mtanambia shika hiyo sadaka yako hivyo hivyo. Tunaingia kwenye maombi haya ambayo nitakuwa nakuelekeza. Yanawezekana. Alipo Yesu. Alipo Yesu yote yanawezekana.
wanajua Mungu amewapa kitu cha kitaifa ndani yao, kuomba kwa ajili ya taifa, na wengine amepewa mzigo kwa ajili ya kanisa. Wachache wao wanaweza wakaja hapa mbele, tumlie Mungu wote kwa pamoja. Wachache wale ambao Mungu amewapa huo mzigo ndani yao kwa ajili ya kuomba kwa ajili ya taifa na kwa ajili ya kanisa, huo mzigo wao waishi ndani yao. Wachache wanaweza wakaja hapa mbele, tukisaidiana kwa pamoja na sisi tutakao kuwepo huko kwa ajili ya haya maombi yaliyoko mbele, kwa sababu tutakapokuwa tunaomba, hii roho ya toba na maombi itakushukia hata wewe mahali ulipo. Kwa tutakapokuwa tunaomba haya maombi, ukisikia kukaa sawa, ukisikia kupiga magoti sawa, ukisikia kulala sawa, yani vile utakavyosikia ndani yako, kumombolezea Mungu aliye hai, kumombolezea Mungu aliye hai, kumombolezea Mungu aliye hai. Ukisikia fanya vile ambavyo Mungu atakupa neema. Na sisi hapa tutapata nafasi ya kupiga magoti mbele za Mungu aliye hai saa tutakapoanza maombi. Tunapoomba ya maombi, hii roho ya toba na maombi, kadri unavyozidi kuomba, Mungu atakuwa anaimimina ndani yako, Mungu atakuwa anaiachilia ndani yako, Mungu atakuwa anaiachilia ndani yako. Utasikia kuomba toba kwa ajili ya watu mbalimbali, utasikia kuomba toba kwa ajili ya rafiki zako, utasikia kuomba toba kwa ajili ya malango yako, utasikia kuomba toba kwa ajili ya taifa, utasikia kuomba toba kwa ajili ya kanisa, utasikia kuomba toba kwa ajili ya watumishi wa Mungu, utasikia kuomba toba kwa ajili ya watu wengine unawafahamu, kwa ajili ya mambo yanayoendelea ndani ya taifa. Ukisikia kuomba toba, omba toba huko. Kwa hiyo ndani tutagawanyika, kila mtu, huyu Mungu atampa mahali fulani, huyu atampa mahali fulani. Natamani tumlilie Mungu aliye hai, tumlilie Mungu aliye hai, kwa sababu sikio lake sio zito hata likashindwa kusikia, na mkono wake sio mfupi hata ukashindwa kuokoa. Toba yako jioni ya leo kwa ajili ya taifa lako, toba yako jioni ya leo kwa ajili ya kanisa na watenda kazi ni ya muhimu sana, na Bwana anakusubiria wewe kuomba. Alipo Yesu yote yanawezekana, alipo Yesu yanawezekana, alipo Yesu, alipo Yesu yote yanawezekana, alipo Yesu yanawezekana, alipo Yesu, alipo
Turehemu Mungu aliye hai, turehemu Yesu, turehemu Bwana, turehemu Yesu. Rehemu kanisa lako, rehemu kanisa lako la Tanzania, rehemu kanisa lako la Tanzania, Bwana. Rehemu kanisa lako la Tanzania, Bwana. Rehemu Bwana, rehemu Bwana, katika wingi wa ghadhabu yako, katika wingi wa ghadhabu yako, kumbuka rehema zako, kumbuka rehema zako, kumbuka rehema zako, kumbuka rehema zako, katika ghadhabu yako kuu, katika ghadhabu yako kuu. Maana umesema unatafuta mtu atakayesimama mbele zako mahali palipobomoka, apate kulitengeneza boma. Naam, ili wewe Mungu usije ukapiga taifa, usije ukapiga kanisa, usije ukapiga huduma ya New Life in Christ, usije ukapiga huduma Rika Mantoria, usije ukapiga familia, usije ukapiga ndoa labori antala. Rehemu Bwana, rehemu Bwana, rehemu Bwana, rehemu Bwana, rehemu Bwana. Tumekuja kuanguka mbele zako, maana kwako kuna msamaha tele, kuna msamaha tele kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya NRC, kwa ajili ya huduma ya NRC, kwa ajili ya taifa la Tanzania, kwa ajili ya mkoa wa Morogoro, kwa Urabasika, Ramandariakata, Ramamantoriati, Ramakoriandara, Labosa Taramaanda, Rapakalia. Mungu uliyefanikiwa kumtoa mwanao wa pekee Yesu Kristo pale juu msalabani, afe pale juu msalabani, aitoe nafsi yake, waweza kuturehemu, waweza kurehemu taifa la Tanzania kwa nguvu ya damu ya Yesu, kwa nguvu ya damu ya Yesu, kwa nguvu ya damu ya Yesu. Maana hakuna neno usiloliweza Bwana, hakuna neno, hakuna kosa usilolisamehe Bwana. Mahali ambapo ndani ya kanisa tulio viongozi Rika Mantoria, Reposika, tumesababisha mauaji, Mungu rehemu, Mungu rehemu. Nalapasika, nami ninasimama kwa ajili yangu, kwa ajili ya taifa la Tanzania na kwa ajili ya kanisa na kwa niaba. Mungu rehemu, tulipoua ile damu iliyomwagika lela posika rina mandoria, damu yako Yesu inanena mema kuliko damu ya Habili, kuliko damu ya wanadamu ambayo inanena kisasi, ambayo inanena kisasi, ambayo inanena malipizi, ambayo inanena malipizi, ambayo inanena malipizi. Damu ya Yesu inanena mema kuliko zile dhambi ambazo Paulo anasema wengine dhambi zao zimekuja watangulia, na ndio maana katika Isaya ukasema japokuwa dhambi zenu zitakapokuwa nyekundu kama damu, zitakuwa nyeupe kama sufu, zitakapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa nyeupe. Rapasika, Ramandoria, Lamasika, Ramandoria, Lamasaka, Ramashata, Ramandaria. Tumekuja mbele zako kwa ajili ya zile dhambi ambazo hata ziliposikika watu wamekosa nguvu ya kutubu mbele zako, hata ziliposikika watu tumekosa ajenda ya maombi, lakini jioni ya leo tumekuja kwa toba, maana yanayosikika ndani ya kanisa kwa ajili ya yale yanayosikika na
yasiyosikika, yaliyoonekana na yale ambayo hayaonekana. Ramasika ramandoria ramasika rina mandoria rekenderepo ramandarakia rina mandiketo rina masikanda renendetete lamandoria kata ramasika mando rina mandekete ramandarapa ramakaliante renesete ramakolianda ramasatanda rapakolianda ramandarakaya rapasika sababu ya makosa, kwa sababu ya uovu ulioonekana, uliokatisha tamaa. Ramasika renesete. Lakini leo jioni tumekuja kwako, tumejitia nguvu kwa roho ya toba na maombi, kwa roho ya toba na maombi tumekuja kwako. Ramasia ramakoria ramasete ranakanda ramasia rekotaya ramasie rekoliande ramandaria ramasite ramakolianda ramasatala rabosata rapasika ramande rapa riaka rianda rama reko riase lende ropo rianda laba alama. Mengine tumeyaona, viongozi ndani ya huduma, viongozi ndani ya kanisa, mambo yaliyofanyika yanakatisha tamaa, yalitukatisha hata tamaa kuendelea kuwaombea, kuendelea kuomba, kuendelea kuwaombea. Lakini jioni ya leo umetumwagia roho ya neema, roho ya toba, roho ya maombi. Tumejitia nguvu tena, tumekuja mbele zako kwa toba, tumeanguka mbele zako kwa toba. Karabashandarabasiki. Kumbuka rehema zake Bwana, kumbuka rehema zako Yesu, kumbuka rehema zake Bwana, kumbuka rehema zake Bwana, kumbuka rehema zako. Rehema kwa ajili ya mabinti, rehema kwa ajili ya vijana wa kike, rehema kwa ajili ya vijana wa kiume, rehema kwa ajili ya watumishi wako, rehema kwa ajili ya kanisa lako. Yako mambo mabaya yanapita, yako maovu yanaendelea, yako maovu yanaendelea, kana kwamba Bwana umenyamaza, kana kwamba Bwana umekaa kimya. Baba, tunaomba rehema kaka, Baba, tunaomba rehema kaka. Watu leo wanaweza wakafanya dhambi, wanaona kitu cha kawaida kabisa, wanaweza wakazini na baada wakasimama kwenye madhabahu wakaona kitu cha kawaida kabisa. Bwana, na mioyo yao imekufa ndani, mioyo yao imekufa kule ndani, mioyo yao imekufa kule ndani, lakini anatembea anajikaza. Jioni ya leo Bwana, ninaomba ile roho ya toba, naomba 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 ile roho ya toba, roho ya toba na maombi, roho ya toba na maombi. Harabashandarabashiki. Leo imekuwa ngumu Bwana kutofautisha kati ya Mkristo na mpagani kwa sababu ya maovu yanayoendelea, kwa sababu ya dhambi ambazo zimeingia ndani ya makanisa, kwa sababu ya uharibifu ambao umeingia ndani ya makanisa. Mungu aliye hai, wengine hofu yako imetoka, kwa hiyo hata wakifanya dhambi wanaona kawaida. Hakuna kinachowashtaki ndani, hakuna kinachowahukumu ndani. Tunaomba roho ya toba iende kwao, tunaomba roho ya toba iende kwa kanisa, tunaomba roho ya toba iende kwa mabinti, tunaomba roho ya toba na maombi iende kwa vijana wa kiume, ninaomba roho ya toba na maombi iende kwa kina mama, ninaomba roho ya toba na maombi iende kwa kanisa. Mtafute kila mmoja, mtafute kila mmoja. Leo mtu anaweza akatoka kwenye dhambi akaingia tu kanisani
kama vile Bwana umenyamaza. Na wengine lelo ya toba imekufa ndani, hawahukumiwi tena ili wachukue hatua. Wengine wamekaa tu wamejikaza, lakini ndani mahusiano na wewe yalishaondoka muda, kwa sababu roho ya toba imeondoka, kwa sababu roho ya toba imeondoka. Yes, 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 yes. Kanisa lako, kanisa lako, kanisa lako, kanisa lako leo hawezi wakaomba tena ili Bwana uvinyanyue. Yes, yes, yes. Wengine ni waombaji, umewaweka kwa ajili ya taifa hili la Tanzania. Wengine waliposikia mambo magumu, walipopata taarifa mbalimbali, Bwana, wengine wakaona mioyo yao inayeyuka ndani. Baba, ninaomba rejesha hiyo roho ya toba, rejesha hiyo roho ya toba, rejesha hiyo roho ya toba, rejesha hiyo roho ya toba. Wewe umetupa neema ya kuzaliwa Tanzania, umetupa neema ya kuishi Tanzania. Tanzania ni nchi yetu ambayo Bwana umetupa. Ni haki yetu kuiombea, ni haki yetu kuiombea rehema mbele zako. Unasema kautakieni ule mji amani, katika ile amani nanyi mtajilaza. Baba, tunaomba, naomba kwa ajili ya watu ulioweka mzigo kwa ajili ya taifa hili, ulioweka roho ya maombi kwa ajili ya taifa hili. Kama kuna mahali walichoka, kama kuna mahali walikata tamaa, ninaomba jioni leo inua hiyo roho ya maombi inuke tena, roho ya toba na maombi inuke tena. Ni yeye ndiye uliyompa hiyo nafasi, ni yeye ndiye uliyesema naye, ni yeye ndiye uliyempa maelekezo, ni yeye ndiye ambaye Bwana umesema naye. Mungu ni hai, ninaomba Bwana, ninaomba Yesu, ninaomba Bwana, ninaomba Bwana, ninaomba Yesu, ninaomba damu yako Bwana, damu yako Yesu, damu yako Bwana. Achilia roho ya toba, roho ya toba na maombi, roho ya toba na maombi kwa kanisa lako, kwa watumishi wako, kwa watumishi wako, kwa watumishi wako, kwa Wakristo wako, kwa watoto wako, kwa wana wako. Roho ya toba, roho ya toba, roho ya toba, roho ya toba, roho ya toba. Na hofu yako ikae kwa moja moja, ikae Bwana. Acha roho ya hofu iumbike kwa upya, acha roho ya kukuhofu wewe iumbike kwa upya, acha roho ya kukuhofu wewe iumbike kwa upya, acha roho ya toba iumbike kwa upya. Achilia Bwana, achilia Bwana, achilia Bwana, achilia Bwana. Leo mtu anaweza kafanya dhambi akaendelea na kuwa na ujasiri ule ule, akaendelea kutembea kwa ujasiri ule ule. Bwana, achilia roho ya toba na maombi, achilia roho ya toba, achilia roho ya toba Bwana. Rehema zako Bwana. Rapasika, roho ya toba, roho ya toba, roho ya toba kwa vijana, roho ya toba kwa vijana, roho ya toba kwa wanandoa. Mungu, Mungu, Yesu, Yesu, achilia, achilia, maana umesema nitawamwagia roho ya neema,
Nitamwagia roho ya neema na ya kuomba na ya kuomba, ili tumtazame aliyeangikwa msalabani, ili tumtazame aliyeangikwa msalabani. Yesu, Mungu, Mungu, Yesu, roho ya toba, roho ya toba, roho ya toba. Yes. Kwa vijana, kwa viongozi ndani ya kanisa, ndani ya huduma, roho ya toba. Wakati tunasogea kwa ajili ya kutoa sadaka, naomba usimame mahali ulipo. Simama mahali ulipo. Wewe ambaye huko Mungu alikuwa amekupa kitu cha maombi, lakini unaona hicho kitu kimetoka ndani yako. Unaona hiyo roho imeondoka ndani yako. Ile neema uliyokuwa nayo ya kuomba leo haipo tena. Ile nguvu uliyokuwa nayo ya kuomba leo haipo tena. Kile kitu ndani yako unaona kimetoka ndani yako. Lakini pia saa nyingine unaona kipo, lakini nguvu ya kusukuma hayo maombi unaona ndani yako haipo. Wakati tunatoa sadaka, utakuwa unasogea hapa mbele, tupate nafasi ya kuomba kwa pamoja. Wote wale ambao Mungu ameweka vitu vya kuomba, lakini unakuta hiyo hali ndani yako imekauka, unakuta hiyo hali ndani yako imekoma, imekata kabisa ndani yako, utakuwa unasogea hapa mbele, tupa nafasi ya kuomba. Au kilikuwepo ndani yako lakini unakuta ghafla kimetoka, au kuna nafasi kati ya makundi niliyokuambia ya waombaji, kuna mahali Mungu alikuweka lakini ghafla hicho kitu kimetoweka ndani yako na uelewi, umekiacha ghafla, utakuwa unasogea hapa mbele, tupate nafasi ya kuomba wakati tunamalizia. Kwa hiyo wakati unatoa sadaka uwe unasogea hapa mbele. Ukishatoa sadaka naomba usimame huko nyuma ili tumalize wote kwa pamoja. Hiyo neema. Kesho tutakuwa na sadaka maalum. Lengo ni kufikisha ile gharama inayohitajika kwa ajili ya semina hii, tumalize bila deni lolote. Amen. Nyanyua mikono yako juu mpaka kwa nyuma. Sema, Bwana Yesu, Bwana Yesu, niko mbele zako jioni ya leo. Asante kwa wema wako na fadhili zako. Nimesogea kwako na mbele ya madhabahu yako. Ninaomba rehema, ninaomba toba katika jina la Yesu. Uliachilia ndani yangu roho ya maombi, roho ya maombi, roho ya maombi, roho ya maombi. Ukaachilia mzigo ndani yangu kwa ajili ya kuomba. Ninakuja kwako jioni ya leo, jioni ya leo, kwa sababu ile hali ulioachilia ndani yangu leo ninapita kwenye mazingira magumu. Ninashindwa kuomba kwa namna ambayo ulinipa kuomba. Ninashindwa kuomba kwa namna ambayo ulinipa kuomba. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kile kitu ndani yangu kimeondoka, kimekaa kimya, kimenyamaza. Jioni ya leo niko mbele ya madhabahu yako. Ninaomba Bwana unirehemu mahali ambapo nimekuwa sababu hicho kitu kikanyamaza ndani yangu. Hiyo roho ikanyamaza ndani yangu, hiyo roho ikanyamaza ndani yangu, ikaondoka ndani yangu. Ninaomba rehema, ninaomba toba kwa mazingira yoyote yale yaliyo sababu, kwa mazingira yoyote yale yaliyo sababu. Ninaomba toba, ninaomba rehema katika jina la Yesu. Jioni ya leo, jioni ya leo, ninaomba mafuta yako na neema yako ya kuomba, ile roho ya maombi ipate kurudi, ipate kurejea, ipate kurejea,
ipate kurejea, ipate kurejea. Roho ya maombi, roho ya maombi irejee tena, irejee tena, irejee tena, irejee tena, irejee tena. Na ile nguvu iliyokuwa imepotea, na ile nguvu iliyokuwa imeondoka, naomba irudi jioni ya leo, jioni ya leo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu nijaze tena, nijaze tena, nijaze tena, nijaze tena, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ile roho ya maombi, ile roho ya maombi iumbike tena ndani yangu, iumbike tena ndani yangu, iumbike tena ndani yangu. Na ule mzigo wa maombi urejee tena, urejee tena, urejee tena, urejee tena, urejee tena. Na ile nafasi ulionipa kama muombaji, nirudi kwenye hiyo nafasi katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Hiyo roho ya maombi irejee ndani yangu, irejee ndani yangu, irejee ndani yangu. Na nguvu zako Bwana zirejee ndani yangu, zirejee ndani yangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Endelea kuomba, endelea kuomba mpaka kunyuma. Mwambie Bwana irejeshe hiyo roho, hiyo roho ya maombi irejee, hiyo roho ya maombi irejee. Ule mzigo ambao Bwana alikuwa ameweka ndani yako, leo unaona ghafla umekatika, Bwana urejeshe, Bwana urejeshe, Bwana urejeshe. Ile neema ya maombi ya kukaa masaa 3, ya kukaa masaa 4, ya kukaa masaa 5, ya kukaa masaa 6, ya kukaa masaa 12, Bwana irejeshe, Bwana irejeshe, Bwana irejeshe, Bwana irejeshe. Ile kiu iliyokuwa ndani yako ambayo imeondoka, Bwana irejeshe, Bwana irejeshe, Bwana irejeshe. Ile kiu na shauku iliyokuwa ndani yako, Bwana irejeshe, airejeshe tena, airejeshe tena, airejeshe tena, airejeshe tena. Roho ya maombi irejee tena, ile kiu iumbike tena, ile shauku iumbike tena ndani yako, kwa jina la Yesu. Damu ya mwana kondoo aliye hai, roho ya maombi irejee kwako, irejee kwako, irejee kwako. Na ile nguvu uliyokuwa nayo, ulikuwa unaweza kukaa kwenye maombi hata saa nzima, ulikuwa unaweza kukaa kwenye maombi hata masaa 2. Leo unaomba nusu saa, leo unaomba dakika 10. Unasikia ndani yako kuchoka, na achilia damu ya Yesu. Chochote kile ambacho kimepita, kimezuia chemichemi za maombi, kimezuia chemichemi za maombi, achia kwa damu ya Yesu. Chochote kile ambacho kimepita, kimezuia chemichemi, kimezuia chemichemi za maombi, na achilia damu ya Yesu, na achilia damu ya Yesu, na achilia damu ya Yesu. Uliachilia neema ya kuomboleza kwa ajili ya taifa, uliachilia neema ya kuomboleza kwa ajili ya kanisa, uliachilia neema ya kuomba kwa ajili ya maisha yake. Leo nadai, nadai hiyo roho iliyopotea, naidai hiyo roho iliyopotea. Hiyo roho ya maombi irudi, hiyo roho ya maombi irudi, roho ya maombi irudi. Na ile nguvu iliyokuwepo, Bwana airejeshe, airejeshe tena, airejeshe tena, airejeshe tena. Wengine wanapoomba wanasikia kuchoka ndani yao, Bwana kuondolee, Bwana kuondolee, Bwana kuondolee huo uchovu na huo upinzani ambao unakutana nao. Saa ya kuomba, saa ya kuomba, Bwana anauondoa, Bwana anauondoa, Bwana anauondoa, Bwana anauondoa. Roho ya maombi, 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 roho ya maombi.
ijengeke tena ndani yako, ijengeke tena ndani yako. Roho ya maombi, roho ya maombi, rejesha, 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 mrejeshe na yale masaa, rejesha, rejesha, rejesha. Roho ya maombi, roho ya maombi, roho ya maombi, roho ya maombi, rejesha ndani yake, rejesha kwa damu ya Yesu, rejesha, 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 rejesha. Lile bubujiko ambalo lilikuwa limeondoka, Bwana alirejeshe, Bwana alirejeshe, Bwana alirejeshe, Bwana alirejeshe. Lile bubujiko ambalo lilikuwa limeondoka, lilikuwa limekatika, Bwana alirejeshe. Arejesha, 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 arejesha. Yale masaa ambayo ulikuwa unaweza ukaa kwenye magoti mbele za Bwana, leo yameibiwa, Bwana yarejeshe, Bwana arejeshe. Mrejeshe kwa damu ya Yesu. Rejesha, 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 rejesha. Nguvu zako Bwana, rejesha kwa huyu mama, rejesha, rejesha, rejesha. Visima vilivyofukiwa, nafukua huko ndani, nafukua huko ndani, nafukua huko ndani. Rejesha kwa damu ya Yesu. Rejesha, rejesha, rejesha. Rejesha, 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 rejesha. Yale mabubujiko, yarejeshe. Yale mabubujiko, yarejeshe. Rejesha, rejesha, rejesha. Rejesha, rejesha, rejesha. Rejesha, rejesha, rejesha. Mrejeshe Bwana roho ya maombi, roho ya maombi ulioweka ndani yake. Bwana rejesha na yale masaa uliyompa, na yale masaa uliyompa yapate kurejea tena, yapate kurejea tena. Na tibua hicho kisima, na tibua hicho kisima, kitibuliwe tena, kitibuliwe tena, kitibuliwe tena. Roho ya maombi, na kila kisima kitibuliwe, kila kisima kitibuliwe, kila kisima kitibuliwe, kitibuliwe tena. Yale masaa yarudi, yale masaa yarudi, ile nguvu irudi, ule uweza urudi kwa damu ya Yesu. Bwana kurejeshe, Bwana kurejeshe, Bwana kurejeshe, Bwana kurejeshe, Bwana kurejeshe, Bwana kurejeshe. Roho ya maombi, roho ya maombi, roho ya maombi, roho ya maombi irudi, yale masaa yarudi, ile kiu irudi, ile shauku irudi kwa damu ya mwana kondoo. Rejesha, 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 rejesha. Yale masaa, yale masaa uliokuwa umeachilia ndani yake, Bwana yarudie. Ile roho ya maombi iliyokoma ndani yake, ile roho ya maombi iliyonyamaza ndani yake, jioni ya leo Bwana irejeshe. Jioni ya leo Bwana iumbe tena, iumbe tena, iumbe tena. Karabashanda rabashiki, karabashanda rabashiki, karabashanda rabashiki, karabashanda rabashiki. Fufua, 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 fufua. Iyo chemichemi iliyokuwa imesibwa, Bwana fufua, Bwana fufua, Bwana fufua, fufua kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Roho ya maombi, roho ya maombi, roho ya maombi iliyokuwa imechoka, iliyokuwa imechoka ndani yako, ile hali ya maombi iliyokuwa imetoweka, Bwana irejeshe. Ile nguvu ya maombi ya kusukuma maombi iliyokuwa imeondoka, Bwana irejeshe, Bwana irejeshe, Bwana irejeshe, Bwana irejeshe, airejeshe, 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 airejeshe. Pokea kwa damu ya Yesu, 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 pokea kwa damu ya Yesu. Haya, ninafungua hiyo roho ya maombi, iachiliwe, 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 iachiliwe sasa, iachiliwe, iachiliwe. Vile vijito vilikuwa vimekauka, jioni ya leo vinatibuliwa tena, vinatibuliwa, 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 vinatibuliwa tena. Haya, kama umeme, kama umeme, kama umeme, kama umeme, kama umeme. Hiyo nguvu, nguvu. Pokea, 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 pokea
kwa mamlaka ya damu ya mwana kondoo aliye hai. Chochote kilichokuwa kinazuia, chochote kilichokuwa kinazuia, naachilia damu ya Yesu, naachilia damu ya Yesu. Achia chemichemi zake, achia roho ya maombi, achia kwa damu ya Yesu. Ndio nguvu za Mungu, nguvu za Mungu. Ile roho irudi. Roho ya maombi iliyokuwa imepotea, Bwana irejeshe, airejeshe. Na yale masaa ambayo Bwana alikuwa amekupa ya kuomba yarejee ndani yako, na ile nguvu iliyokuwepo ya kusukuma maombi irejee ndani yako, irejee. Ndio kwa damu ya mwana kondoo aliye hai, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, fufua Bwana, fuzibua hiyo visima vya maombi vilivyo katika huko ndani, chemichemi za maombi zilizo katika huko ndani, Bwana zifufue tena katika jina la Yesu, katika damu ya mwana kondoo aliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho ya maombi, wako watu walikuwa wanaweza wakaomba masaa 5, wako watu walikuwa wanaweza wakaomba masaa 3. Leo anaomba dakika 10, leo anaomba nusu saa, anasikia amechoka ndani yake. Baba, fufua hiyo roho ya maombi, nyanyua hiyo roho ya maombi, nyanyua hiyo roho ya maombi, nyanyua hiyo roho ya maombi, ili asimame mahali ambapo Bwana umemweka, katika jina la Yesu. Nenda mbele za Mungu, mshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Mwambie Mungu asante kwa sababu tumeona nguvu zake. Mwambie Mungu asante kwa namna ambavyo amelitukuza jina lake, lakini omba kwa ajili ya siku ya kesho tena. Mungu atupe neema na kibali. Twende tuombe kwa jina la Yesu. Baba, tunalishukuza jina lako. Asante kwa uaminifu wako, asante kwa uweza wako, asante kwa namna ambavyo umeenda kulitukuza jina lako, asante kwa nguvu mpya uliyoachilia kwetu tena. Bwana, tunakuinulia sifa, heshima na utukufu. Asante kwa ajili ya mtumishi wako Bwana, kwa namna ambavyo umemtumia kama upendavyo wewe, nasi tunakushukuru kwa sababu umemleta kwa ajili hiyo. Bwana, pokea sifa, heshima na adhama. Ni majira haya tena Mungu, tunaenda kuondoa hatua zetu mahali hapa kuelekea majumbani. Tunaomba damu yako na ulinzi wako wa kimbingu ukapate kutuatamia, tukinge na hatia zote za barabarani na kila roho za visasi. Lakini zaidi sana Bwana, tupe neema tena kwa ajili ya siku ya kesho, tukaweza kufika katika uwepo wako Bwana, tukajifunze na kupokea maarifa mapya katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondoo. Asante mwaminifu, kwa kuwa unasikia kuomba kwetu, katika jina la Yesu. Wote tumshangilie Yesu aliye hai. Shangilie tena Bwana aliye hai. Amen. Amen. Basi tusikilize matangazo haya.